Matthew chapter 2 verse 10. Leo naenda kuongea kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na nitaenda mpaka mwisho niangalie zaidi wale watu walienda kumwona Yesu Kristo ambao walikuwa ni wise men. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inatuambia kwamba wakati ambapo walikuwa hapo, hawa watu walikuja. Nataka nirejelee nyuma kidogo tuone nini lilikuwa limetendeka. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia Matthew chapter 2 kuanzia mahali penyewe inatuambia kuhusu mambo ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo na wale wageni waliokuwa wanatoka kule mashariki. Bwana asifiwe sana. Na hao wageni ambao walikuwa wametoka kule mashariki, Biblia inatuambia kwamba hao watu walikuja kumwona huyu mtoto Yesu Kristo ambaye alikuwa amezaliwa, maana alikuwa mfalme wa Wayahudi. Bwana asifiwe sana. Na kwa nini walijua ya kwamba Yesu amezaliwa? Waliiona nyota. Ambia mwenzako nyota. Waliiona nyota. Na hiyo nyota ingeonekana katika anga, ilikuwa inaashiria ya kwamba mfalme amezaliwa katika nchi ile. Na wakati nyota ilionekana hapo hivyo, wale wageni kutoka kule mashariki wakasimama na kujua ya kwamba kuna mfalme amezaliwa. Bwana asifiwe sana. Na wakaanza kutafuta ile nyota, waone ya kwamba mfalme huyu yuko maharakani. Bwana asifiwe sana. Na walipokuwa wanafuata ile nyota, naye pia Herode akaanza kufadhaika. Akaanza kufadhaika alipoona kwamba kuna nyota imeonekana ya kwamba kuna mfalme amezaliwa badala yake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa hapa last Sunday nikishiriki nikisema ya kwamba nyota ilipoonekana ilikuwa ni nyota ambayo inasimamia huyo Yesu Kristo, na kila mmoja anapozaliwa ana nyota yake ambayo iko mbinguni. Na ile nyota inapoonekana hakuna mtu yote ambaye ana uwezo wa kuchukua ile nyota iliyo yako akaweza kupeana kwa mtu mwingine. Iliyo yako ni yako tu. Na mamajusi waliifuata, wale wageni kutoka mashariki waliifuata, wakaenda mpaka mahala penye nyota ilisimama, wakaona huyu mwana ambaye alikuwa amezaliwa ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wakati huo ambao tulikuwa tunaangalia kuhusu hii nyota, Biblia inatuambia kwamba wakaenda wakafika. Walipofika wakamuona. Na leo nataka kutangaza tu hivi ya kwamba chochote ambacho kinaonekana kwa anga, kile ambacho Mungu ameachilia ni chako, lazima kikuelekeze mpaka kwako. Hata kama ni pesa iliyo yako imeachiliwa katika anga ikaweze kuwa yako, hakuna yoyote ambaye ana uwezo wa kukuza kile ambacho Mungu amekusudia kwako. Lazima kitembee kifike kwako. Lazima watu wakufikie wewe. Bwana asifiwe sana. Nyota haikwenda mahali pengine, ilienda kwa Yesu Kristo. Na nimetangaza katika kanisa hili ya kwamba nyota zetu zitatuletea, zitatufikisha mahali penye Mungu alikusudia. Hatutabaki vile tulivyo tena. Ninakataa watu wa kupendua agenda ambayo Mungu ameweka. Watu wa kupavaa vitu ambavyo Mungu amepanga. Baba, sio sehemu yako tena. Tunaondoa kila roho za watu wanaoenda kwa anga yako, wakibadilisha mtindo wa Yesu, wakibadilisha mipango ya Mungu. Hawana uwezo tena. Lazima nyota yako isimame na ikupate mahali penye uko. Yesu Kristo ilikuja ikasimama, na hao wageni walikuja mpaka wakafika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka niongee katika anga yako ya kwamba kuna watu walioachiwa katika anga yako, ya kwamba watakufikia na wakusaidie. Na hao watu wako wamekuwa delayed kuja kufika mahali penye huko. Lakini wakati ninapomalizia mwaka huu, ninatangaza kwa anga yako, lazima wakuachilie. Lazima waachilie wakaweza kufikia msaada wa kiungu. Lazima ukufikie. Hautapaki mahali penye uko tena. Mateso ya mwaka huu lazima ikuache. Yesu alikuwa amezaliwa. Bwana asifiwe sana. Kwani Yesu alipokuwa anazaliwa, alizaliwa katika zizi la ng'ombe. Na katika zizi la ng'ombe, yeye hakuwa nafasi katika nyumba ya wageni, kwa sheria ya kwamba yeye
sana. Alizaliwa ili niweke huru, alizaliwa ili nikaweze kufurahi, alizaliwa ili nikaende viwango vingine, alizaliwa ili nikaweze kushinda. Na leo ninatangaza sisi ni washindi. Tingiza jirani, mwambie wewe ni mshindi. Ambia jirani wewe ni mshindi. Mwambie hata kama umekasirika wewe ni mshindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaachilia ushindi ndani ya anga yako. In the name of Jesus Christ. Pokea ushindi. Waliokuteka hawana uwezo. Pokea ile ushindi. Leo tunatangaza kwa anga hii, Yesu alipozaliwa yeye alishinda. Hata Herode aliyumbishwa, hata Herode alikuwa na wasiwasi, watu wote hawakujua itakuwaje. Lakini leo katika anga hii, angalia, ninatangaza wacha wameze wembe. Wanafikiria hautaenda, lazima utaenda viwango vingine. Pokea neema ya kuenda, pokea neema ya kuenda, pokea neema ya kuenda. In the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Na walipomfikia Yesu, Biblia hapa ya kwamba walikuta wakaona hiyo nyota na wakatembea mpaka wakaingia mahali Yesu alikuwa. Walipofika hapo wakafungua mibeti. Abe mwenzangu wakafungua mibeti. Abe mwenzangu wakafungua mibeti. Bwana asifiwe sana. Mibeti lazima vifunguliwe kwa maana wamefika kwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Na leo ninakuja kutangaza ya kwamba vipeti vilivyofungwa viondolewe mbele yako. Vipeti vilivyowazi vikaweze kufikia. Bwana asifiwe. Ninaongelea kwa mtu hapa ya kwamba watu mkono kama waliopana wewe waondoke mbele yako. Bwana achilia neema yake, achilia hukumu wake, afungua neema yako. Vipeti vilivyowazi, milango iliyo wazi, pesa zilizo wazi, maisha yaliyo wazi. Pokea neema ya Bwana, pokea ushindi wa Bwana, pokea ushindi wa Bwana. Nimekuja kutangaza kuna ushindi ulio wazi ndani ya kibeti chako, kitaweza kuwa wazi. Kupokea Mungu, hautapata bila ulivyo. Bwana asifiwe. Kusema mwambie tunaenda, mwambie tunaenda, mwambie tunaenda, mwambie tunaenda. Bwana asifiwe. Ninaachia neema ya kwenda, naachia neema ya kupokea, naachia neema ya kupokea, naachia neema ya kupokea. Vibeti vilivyo wazi, vilivyo wazi ya kwenda viwango vingine, ninatangaza, ninafungua vibeti vyako kwa ajili ya kazi yako. Nafungua vibeti vyako kwa kazi ya Mungu. Pokea pesa, pokea rasilimali, pokea rasilimali, pokea utajiri, pokea mali yako, pokea nyumba nzuri, pokea kazi nzuri. Kuanzia wakati huu, by the power of the Holy Ghost. Aje mwenzao kibeti, aje mwenzao kibeti kilicho wazi, wakafungua vibeti. Bwana asifiwe sana. Niko hapo kwa vibeti, aje mwenzao vibeti. Unajua mtu akikutembelea na kama ni mzee, alafu unaona anapiga kwa mfuko, anatoa kibeti. Ukiwa mama unafikiria nini? Unaanza kufurahi kimoyomoyo, kitu kinatoka. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa mgeni anakutembelea, akienda akisema hata haone hanye sinuta na mkono inaanza kwenda huko, wewe macho yako yanaanza kuangalia wapi? Inaangalia kwa kibeti. Bwana asifiwe sana. Ni nini zinatoka hapo ndani? Bwana asifiwe sana. Na akikuja kwako unaongea kile chichi na mtu anakuno yeye ana chochote. Bwana asifiwe sana. Yesu anapozaliwa ndani mwako, wewe ni mfalme. Na wewe ukiwa mfalme, una prompt watu wanaokutana na wewe wakaweze kukubariki, wakaweze kukuletea rasilimali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata ukiwa mama umezeeka, Yesu akizaliwa ndani mwako, wewe unakuwa mpya. Watoto wako walio mbali wanaanza kutuma pesa, wanaanza kukutembelea, wanakuletea Krismasi.
kibeti. Bwana asifiwe sana. Kibeti. Wakafungua mikoba yao ikafunguka. Ndani ya mikoba kuna kitu ambacho kilitokea. Niliwaambia nafani nitakuja kuongea kwa hiyo maneno sasa. Na hiyo ninaenda kuongea leo. Ndani ya kibeti kuna vitu vilikuwa vimewekwa. Na sikia hiyo Matthew chapter 2. Angalia basi around verse 12. Uone vile tuambia vitu ambavyo vilitoka hapo ndani. Bwana asifiwe sana. Rudi hapo hiyo chapter 2. Uko hapo. Then verse what? Verse 11. Soma verse 11. Matthew 2:11. Wakaingia nyumbani. Wakamwona mtoto pamoja na wakaona huyo mtoto. Mamaye. Wakaanguka wakimsujudia. Walipokwisha kufungua hazina zao. Wakamtolea tunu. Dhahabu na uvumba. Na manemane. Kwa mimi hapo Bwana asifiwe sana. Cha kwanza walianguka wakamsujudu. Bwana asifiwe sana. Mtoto mdogo aliyezaliwa walimsujudu, ambaye alikuwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, akizaliwa ndani mwako, haijalishi umri ambao upo, watu watakuinamia, watu watakutafuta, waone ya kwamba kuna kitu ndani mwako. Wanapokuinamia hawakuachi bure, kuna kitu wanaachia ndani mwako. Na wakatoa vitu. Cha kwanza wakatoa hapo kitu gani cha kwanza? Bwana asifiwe sana. Walipoingia hapo katika hazina zao pamoja, nataka niunganishe hiyo vitu kwa pamoja. Basi wakaingia nyumbani, wakamwona yule mtoto pamoja na mama yake Maria. Wakapiga magoti, wakamsujudu. Kisha wakafungua hazina zao, wakampa zawadi. Wakampa nini? Zawadi. Ambia mwenzako wakampa zawadi. Zawadi ya kwanza ilikuwa dhahabu. Ambia mwenzako dhahabu. Ya kwanza ilikuwa dhahabu. Na hii dhahabu ninataka tuangalie hapa ya kwamba dhahabu, this is what you call it. Now dhahabu inasimamia kitu ambacho ni cha dhamana. Inasimamia ya kwamba kitu ambacho ni cha utajiri, ni kitu ambacho kiko purity ndani ya maisha yako. Na dhahabu ni kile kitu ambacho unaona ya kwamba cha dhamana ambacho walitoa ndani ya maisha yao ili kupeana Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako dhahabu. Ndio maana wakati tunaangalia dhahabu ni kitu cha dhamana ambacho walipeana kwa Yesu Kristo. Na walipopeana hii dhahabu, Bwana asifiwe sana, wakamwonyesha ya kwamba yeye ni Yesu Kristo ambaye wanaamini ni mtu aliye wa maana sana. Dhahabu inaashiria udhamana wake Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yangu, ya kwamba tusipaki vile tulivyo. Yeye anapozaliwa ndani mwetu, tunapaki kwa watu wa dhamana. Hata kama walikudharau, unakuwa mtu wa dhamana. Wanaanza kutafuta tena. Hata kama familia ilikukataa, inaanza kukubali tena. Unakuwa mtu wa dhamana. Na leo nimekuja kutangaza, Yesu Kristo anapozaliwa ndani mwako, unakuwa mtu wa dhamana. Natangaza udhamana ndani ya maisha yako. Natangaza udhamana ndani ya rasilimali zako. Natangaza udhamana. Bwana asifiwe. Wewe niambie kwamba umeokoka na roho ya rejection iko ndani mwako. Kwa familia wewe ndio unachukia number 1. Kwa familia wewe ndio unaona kwamba hauna mbingu ya nyumba. Natangaza ya kwamba udhamani anapokuja wanakutafuta. Anaweza kutakutafuta. Bwana asifiwe. Sina shida na adui wako. Sina shida na wanaokupika vita. Sina shida na waganga wako. Sina shida na wale waliokusema vibaya. Lakini kile ambacho najua, kuna udhamana ambao Mungu ameweka ndani mwako. Kuna rasilimali ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Anapozaliwa ndani mwako, iko ndani mwako. Watu watakutafuta tu. Mtafuta huyu Yesu. Watakutafuta tu. Maana wewe ni mtu. Wakikuangalia wewe ni mtu mwenye hauna mbele wala nyuma. Hauna udhamana wote. Na unapoangaliwa unaonekana kana kwamba hakuna mahali pa unaenda. Na hiyo kodi ambayo ulipenda pia
symbolize Jesus kingship, ya kwamba yeye ni mfalme. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia hiyo dhahabu inamaanisha kwamba Yesu ni mfalme. Ambia mwenzako Yesu ni mfalme. Ambia mwenzako Yesu ni mfalme. Nimekuja kutangaza Yesu mfalme anazaliwa ndani mwako. Na tarehe 25 Yesu anazaliwa ndani mwako. Anapozaliwa ndani mwako, wewe hautabaki vile ulivyo. Una ndani mwako mfalme. Na mfalme ni mtu anayeheshimiwa. Heshima yako iliyopotea, Yesu anapozaliwa ndani mwako, lazima irejee tena. Lazima irejee tena. Pokea heshima yako iliyokaliwa na watu. Heshima yako, unatembea kama mfalme, mtu aliye na kila kitu. Hata kama hauna saizi, kesho yako utapata. Mwaka ujao 2026 kuna mambo unaenda kupata. Utawekwa juu, utainuliwa juu, utainuliwa juu. Watu watakuinamia, maana wewe ni mfalme ambaye huwezi tishika. Inatangaza ufalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako mimi ni mfalme. Maana nina Yesu. Maana nina Yesu ambaye ni mfalme. Mimi ni mfalme. Sitabaki nikiombaomba. Sitabaki nikifinyiliwa. Nitabaki nikienda mbele. Maana ninaye Yesu aliye mfalme ambaye amezaliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako mfalme. Ambia mwenzako mfalme amezaliwa ndani mwangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakapata hiyo wakakuwa nayo. Inaonyesha ya kwamba yeye mfalme. Matthew chapter 2 verse 2. Matthew chapter 2 verse 2. Biblia inatuambia kwamba katika Mathayo mlango wa 2 mstari wa 2. Biblia inatuambia kwamba nisoma na kaka ndugu yangu. Yuko wapi yeye aliyezaliwa? Yuko wapi yule aliyezaliwa? Mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Pamia hapo. Bwana asifiwe sana. Walitafuta ya kwamba yuko wapi yule aliyezaliwa, mfalme wa Wayahudi. Inamaanisha ya kwamba Yesu alikuwa mfalme. Na ndio maana wafalme wanastahili pesa, wanastahili wapewe gold, wanastahili wapewe dhahabu ambazo watakuwa wanatembea nazo. Wafalme wanapata vitu vya dhamana, sio vitu ambavyo ni fake. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna wageni wakikuja nyumbani, mwingine ukimwangalia na unaona ya kwamba huyu anafaa tu mrenda, na kuna mwingine akifika hata mrenda hapana, nasema huyu nakupika tu story. Kuna mwingine akifika lazima uende utafute nyama, na kuna mwingine unasema oina birre nyama bali oina sana engoho. Bwana asifiwe sana. Na yeye ambaye udhamana wake Yesu Kristo unaposhuka ndani mwetu, ule udhamana unatusaidia. Hatuwezi baki tulivyo tena. Tunatafuta udhamana wake Yesu Kristo uingie ndani mwetu. Yeye ni mfalme, mimi na wewe ni wafalme ambao tunatembea tukimwakilisha hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na wakati mtu hapo, angalia Revelation chapter 19 verse 16. Revelation 19 verse 16. Tuangalie Yesu ni mfalme tu ambaye yeye alipewa hiyo ambaye ni dhahabu. Alipewa dhahabu kusema yeye ni mfalme. Revelation chapter 19 verse 16. Nasema hivi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake. Na yeye ana jina limeandikwa kwa vazi lake. Paja lake. Paja lake. Mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme. Bwana wa mabwana. Na Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe sana. Endelea chini kidogo. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua. Yes. Akalia kwa sauti kuu. Akamwambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya mfalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi ya watu wapendao na nyama ya watu wote waunganao kwa
watumwa na wadogo kwa wakubwa. Kwa hapo Bwana asifiwe sana. Na hii inatupatia katika kitabu cha Ufunuo, that is 19:6. Inatuambia vizuri kuhusiana na vile Yesu Kristo walivyomchukua. Ile sura ambayo walikuwa wamechora ya Yesu Kristo katika Ufunuo 19 mlango wa 16. Inatuambia kwamba yeye katika pacha lake imeandikwa ya kwamba mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe sana. Imeandikwa amepewa uwezo wa kujifanyia nguo ya kitani safi iliyoandikwa na yeye kung'aa. Bwana asifiwe sana. Ambaye huyo ni Yesu Kristo. Imeandikwa na yeye ameng'aa, na imeandikwa katika pacha kwamba yeye ni mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe sana. Yesu alizaliwa, yeye alikuwa mfalme wa wafalme. Ni kumaanisha kwamba mfalme Herodi aliposikia mfalme wa wafalme amezaliwa, alitaka amwangamize, lakini yeye alikuwa amechukua nafasi yake. Nimekuja kutangaza leo kwa ibada hii, mfalme wa wafalme anapozaliwa ndani mwako, wafalme wa dunia lazima watingizike. Wafalme wa dunia lazima wayumbe. Wafalme wa dunia lazima wakutafute. Herodi alitaka kwenda kumwona mtoto mdogo, akasema ataka niende nimwabudu. Lengo lake ilikuwa ni kummaliza. Yeye hakutaka mfalme wa wafalme akaweze kuonekana. Na hii ndio tunasema ya kwamba walimletea dhahabu kuashiria ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Na huyo mfalme wa wafalme anapozaliwa ndani mwako, anabadilisha maisha yako. Haiwezi kuwa vile ulivyo tena, anabadilisha uso wako. Haiwezi kuwa vile ulivyo tena, anabadilisha maisha yako, yanaanza kuwa tofauti. Anabadilisha mavazi yako, yanaanza kuwa ya tofauti. Anatafulisha hata na walking style yako inakuwa kama mfalme. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu wanatembea kana kwamba wanaenda kufa next minute, hawajui waende. Bwana asifiwe sana. Kuna zawadi ya pili ambayo mtoto huyu alipewa. Zawadi ya pili hii ilikuwa inaitwa princess. Bwana asifiwe sana. Na hii katika lugha yetu tunasema ya kwamba alipewa ile ambayo inaitwa nini? Bwana asifiwe sana. Some ya pili. Wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane. Wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako upani na uvumba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hapa ndipo tunaanza kuangalia hii ya pili. Ya pili hii ambayo ilikuwa inasimamia ubani. Ubani inasimamia fragrant smoke. Ubani inasimamisha harufu ile inayokuja kama manukato yaliyo mazuri. Bwana asifiwe sana. Na hii uvumba hii ambayo inakuja kusema hapa, inatembea wakati nakuwa hapa, inakuwa kama aroma of worship. Unaangalia kwamba wakati nakaa hapa hivi, kuna maabudu nafika mahali nafika katika kiwango fulani, unaona kama harufu ya kuabudu, kiwango kimeenda juu cha maabudu, kiwango cha kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu kimeenda juu, na unaenda ndani kabisa kwa deep. Wakati unapoimba, unaona unaimba kana kwamba unabebwa mpaka umezama, umeenda ndani. The aroma of worshiping God. Bwana asifiwe sana. Na hii inasimamia pia maombi yetu ya kwamba yanasikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maombi yetu yanaenda juu. Upande hii ambayo iko mahali hapa inatupatia mahali ambapo ni speciali, ambapo mimi na wewe tumekuwa connected. Bwana asifiwe sana. Kwa vitu ambavyo ni vikubwa, umekuwa connected kwa madhabahu ya Mungu. Kwa kutafuta vitu ambavyo ni vikubwa, umekuwa connected kwa maombi ili utafute vitu vikubwa. Sasa hapa hivi hii zawadi waliletea Yesu Kristo, wakampatia, wakaweka katika mikono yake. Bwana asifiwe sana. Na walipompatia, hii ilionyesha ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu na hawezi badilika tena. Ilionyesha uungu wake Mwenyezi Mungu, ya kwamba ni sawa na Mungu, na ikaonyesha pia maabudu ambayo ni hali ya juu, ya viwango vya juu, na ikaonyesha ya kwamba yeye ni
asifiwe sana. Hiyo walipeana ya pili kuonyesha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wakati wanapopeana hiyo inaleta kama harufu ambayo imekuja ndani mwetu, ili kuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu ambaye tunastahili kuabudu kwa nafasi zote zile. Na leo hii tuko hapa katika mahala pake patakatifu ili kutafuta connection yetu na yeye, tukaweze kuenda viwango vingine. Hawezi pakilia ulivyo, tuna connect na tuweze kuattract aroma, tuweze kuattract hiyo aroma ya worship, tuweze kuattract hiyo manukato ambayo inakuja ndani mwetu, na ile moshi ambayo imeabudu Mwenyezi Mungu ikaweze kupanda juu. Bwana asifiwe sana. Ilisimamia maabudu. Ame mwenzako maabudu. Bwana asifiwe sana. Hii ilisimamia kwamba tunaabudu. Na Yesu tunaabudu ni mtakatifu. Sio tu bure. Ilisimamia utakatifu watu wa Yesu Kristo ambaye amezaliwa. Bwana asifiwe sana. Nimekuja nikuambia kwa ibada hii, najiambia pia na mimi mwenyewe ya kwamba wacha tumrudie Mwenyezi Mungu, tumwabudu Mungu ili tukaweze kuattract aroma yake ikaweze kushuka, tukaweze kuona utukufu wa Mungu ukiinuka juu. Maana Yesu alikuwa mtakatifu, na katika ile manukato ya maabudu yetu lazima aonekane na yeye mtakatifu aliye kipekee. Bwana asifiwe sana. Natangaza kwa maisha yetu ya kwamba kipawa chenye Mungu alikupatia katika maombi, katika uimbaji, katika kumtafuta, wacha kikuweke kiwango kingine, uweze kutumikia Mungu mpaka ile manukato ya Mungu ishuke, mpaka ile harufu ya Mungu ishuke, mpaka uwepo wa Mungu ushuke. Usipaki katika kile kiwango tena, maana Mungu ako tayari kushuka katikati yetu, abadilishe maisha yetu, abadilishe usemi wetu, abadilishe maombi yako, abadilishe maisha yako, abadilishe rasilimali yako, abadilishe familia yako. Tumutafute ashuke. Hiyo aroma ambayo ni ya Bwana ina uwezo wa kutenda mambo yaliyo tofauti. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuna wakati unaweza omba tu mpaka uombe uchune ya kwamba uko mahali pengine hauko dunia hii. Bwana asifiwe sana. Unaomba mpaka unachuna ni kana kwamba umebeba uko juu, mpaka yani umezama hata ujui uko wapi. Uko katika mbingu yako ukiongea na Mwenyezi Mungu. Maana hiyo aroma inaposhuka, hauwezi zuia mtu kuabudu, hautazuia mtu kuomba, hautazuia mtu kunena mambo ambayo Mungu amemuitia. Itakuja ishuke na wewe uende viwango vingine kutafuta Mwenyezi Mungu. Unashusha uwepo wake, aroma yake, ile manukato yake yanashuka kuonyesha ya kwamba Yesu yeye ni mtakatifu, kuonyesha ya kwamba Yesu yeye ndiye Mungu wa kuabudu. Na niko hapa kutangaza hakuna mwingine aliye na uwezo ambaye atainamia ila Mungu wetu kupitia kwa Yesu Kristo. Na tukasema kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, huyo Mwana ni Yesu Kristo ambaye tunaita mwana. Yesu pamoja kwa jina la Baba la Mwana, kupitia kwa Mwana tunaingia katika ufalme wa mbinguni. Hakuna yeyote atakayeingia katika ufalme wa mbingu asipopitia kwa Mwana. Na leo nakuona tangaza, wacha Bwana afungue njia akupitishie kwa Mwana. Mwana anapozaliwa upate upenyezo, upate breakthrough, upate mwelekeo wa kwenda mbingu, usibaki vile ulivyo tena. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka nimalizie. Cha tatu ilikuwa ya kwamba apate kiti naitwa ya kwamba naitwa nini? Somea tatu. Wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana asifiwe sana. Manemane. Bwana asifiwe sana. Ambie mwenzako manemane. Now, katika hii kuonyesha hii manukato ambayo tumesema the fragrance ambayo tumekuwa hapo hivyo, hii inaonyesha ya kwamba angesomea kitabu cha Zaburi 141 verse 2. Psalms 141 verse 2. Somea hapo kwa haraka tu.
Psalms 141 verse 2. Nilisahau kupatia mstari hapo ambao unaweza soma katika wakati wako. Psalms 141, that is verse 2. Some hapo kwa haraka tu. Inasema, sala yangu ipae mbele zako. Sala yangu ipae mbele zako Yesu Kristo. Kama uvumba. Kama uvumba. Inuliwa mkono wangu kama dhabihu ya jioni. Inuliwa mkono wangu kama dhabihu ya jioni. Kwani hapo Bwana Yesu. Sala yangu Mungu wangu ipae kwako kama uvumba. Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo ni ombi ambalo limesemekana hapo katika kitabu cha Zaburi hapo 141 mstari wa 2, ya kwamba sala zangu, sala zangu siinuliwe kwake Yesu, siinuliwe kwake Yesu. Yaani sala siende kama sawasawa kama uvumba. Bwana asifiwe. Na kama sala ni kama uvumba ama sinakuja kwako, nimekuja kutangazia kwamba Mungu anasikia. Mungu anasikia sala zako. Maana zimeinuliwa kwako, zimefika kwako, hasiwezi kuacha. Sala zinainuliwa kwake Mwenyezi Mungu kama ule ambao ni uvumba. Nimekuja hapa kutangaza, ni ombi langu mimi na wewe, ya kwamba Yesu anapozaliwa ndani yetu aachilie sala. Wakati tunapoomba, maombi yetu yafike kwake, yainuliwe yafike kwake, isibaki vile tulivyo tena. Unapoomba asikie na uweke viwango vingine. Kuna watu maombi yetu imenaswa, haiwezi fikia Mwenyezi Mungu, lakini natangaza kwa uwepo wako mahali hapa, wacha Mungu asikie maombi yako, yainuliwe kwake kama uvumba, kama manukato, akaweze kusikia, isiwe kelele machoni pa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo natamani ya kwamba nitafanyaje niombe Mungu akaweze kujibu. Anaweza kujibu kama umemruhusu amezaliwa ndani mwako, kama umemruhusu yeye ndiye na kucontrol. Angalia kitabu cha Revelation 5 verse 8, Ufunuo wa Yohana 5 mstari wa 8. Katika maombi yetu tuko hapo, tunaangalia tuone vile Mungu anavyotusaidia, vile Mungu anavyotuinua, vile Mungu ambaye anayetuongoza, ya kwamba yeye ni Mungu aliye mtakatifu. Nasema mwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye. Revelation chapter 5 verse 8. Tuko hapo. Inasema mwe na kiasi ya kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Tukeshe, tuwe wepesi wa kukesha na kuomba. Anaweza tukeshe. Anaweza kukesha. Inaashiria kukesha na kuomba ni kwenda kwa pesa za Mwenyezi Mungu kwa maombi. Na maombi ambayo tunaomba hii ni kwa sababu mshtaki wetu yuko alive. Ananguruma kama simba, anatafuta yeyote ambaye anaweza kushtaki. Bwana asifiwe sana. Hii ambayo walimpatia hii ya pili ilisimamia tu sisi ya kwamba Yesu Kristo ni mtakatifu na Yesu Kristo ni Mungu. Tukienda kwake na tuchimwake mbele zake kwa maombi, ana uwezo wa kutuponya, ana uwezo wa kutusikiliza na akaweze kutusaidia katika nafasi yote. Ya mwisho hii ambayo tunasema miri inasimamia kwa maumivu ambayo Yesu atakuja kupata, suffering and death of Jesus Christ. It foreshadows Jesus sacrifice. Ina foreshadow vile Yesu anaenda kuumia ili tukaweze kuzaliwa, tukaweze kuwa pamoja na yeye. Inatuonyesha ya kwamba yeye Yesu Kristo ambaye anaenda kufa msalabani atakufa kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi. Na niposa tuko mahali hapa kutangaza ya kwamba wakati yeye anakufa na kufufuka, ako hapo ni kwa ajili ya kuachilia jambo jema ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Miri ama manemane inasimamia kitu ambacho ni cha dhamana na ni kama perfume. Ni kama nini? Perfume ambayo watu hutumia. Na hii perfume ambayo watu wanatumia hii
nzuri ambayo inatoka kwa memories za watu ikisimamia ile ambayo ni furaha na ikisimamia pia uwepo wa kitu fulani ambacho nitatamani. So mili wakati ambapo ilikuwa hii manemane ilikuwa hapa kutupatia tu vile Yesu ataumia kufa msalabani, vile atakavyozikwa na vile atakuwa anaandaliwa. Na Yesu wakati anaenda kufa anafufuka, yeye anakuwa mkombozi wetu, na yeye tunamwita kwamba is our savior. Ataumia kwa ajili yako wewe na mimi, ataumia kwa sababu ya maisha yetu sisi wote, atakufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wote, na baada ya kufa mimi na wewe tutakuwa huru. Na niposa hata ufanye dhambi, ukienda kwake Mwenyezi Mungu na uombe Bwana nisamehe, anakusamehe. Bwana asifiwe sana. Ambe mwenzako anakusamehe. Na yeye si kama binadamu kuweka records ya kwamba tukusamehe leo na kesho na ukumbuka. Unakumbuka last week nilikusamehe kwa sababu uliipa mboga. Unakumbuka last week ndio nitusi Mungu nilikusamehe. Hana records. Bwana asifiwe sana. Anakusamehe unconditional. Sio unajua vitina ambavyo ulifanya. Sio unajua anakusamehe kwa sababu alikufa kwa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. So hii ambayo ilikuwa manemane yalikuwa maandalizi ya kufa kwa Yesu Kristo, na vile anaenda kuumia kwa ajili yangu mimi na wewe, na ile sacrifice ambayo anaenda kupeana katika msalaba ili mimi na wewe tuweze kuwa huru. Na niposa leo niko hapa kutangaza ya kwamba nimekombolewa na Yesu Kristo. Kwa kufa kwake msalabani mimi nimewekwa huru. Kwa mapigo yake msalabani magonjwa yote yamepona, kwa sababu alichukua yote wakati ambapo alikufa na kufufuka. Bwana asifiwe sana. Sasa tumalizie hapa tukisoma katika kitabu cha John chapter 19 verse 39. John 19 verse 39. Tusomee hapo kwa haraka. John 19 verse 39. Nasema hivi. Akaenda Nikodemo akaenda naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza akaleta mchanganyiko wa manemane. Naye Nikodemo akamwendea Yesu Kristo na akaleta mchanganyiko wa manemane, na hii ndio manemane ambayo walimletea wakati ambapo alikuwa amezaliwa. Na udi yapata ratili 100. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakafunga sanda ya katani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Kwa mia hapo. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambapo Yesu alikuwa anaenda kuzikwa, katika kitabu cha John chapter 19 verse 39 tunaona ya kwamba wanatupatia hapo manemane, na hii manemane ambayo yasema hapo 39 wanatuletea mtu ambaye anaitwa Nicodemus. Joseph of Arimathea, Joseph alikuwa hapo wa Arimathea. Yeye alikuwa mfasi wa Yesu wa kisiri. Aliomba mwili ule wampatie aandae kwa ajili ya mazishi. Naye huyu Nikodemo alikuwa hapo. Nikodemo ambaye alikuwa wa kwanza, yeye ambaye alikuwa pamoja na Yesu Kristo, alikuwa hapo wakati wa usiku, alikuwa amemwendea wakati wa usiku. Yeye naye hakuwa bure. Nicodemus alikuja na vitu ambavyo alikuwa anaenda kupenda kwa Yesu Kristo. Ndiye tuambia kwamba katika verse 39 ya kwamba naye Nikodemo ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu usiku, akaja akiwa amechukua mchanganyiko wa manemane na ubani kiasi cha kilo 30. Alikuja amechukua manemane, na kumbuka manemane ilikuwa wakati Yesu alikuwa anazaliwa. Hii manemane ilikuwa inaashiria ya kwamba
Bwana asifiwe sana. Na ndio huyu amemleta wakati wa kuzinga Yesu Kristo. Na katika hiyo manemane basi waliitwaa mwili wa Yesu Kristo wakaufunga sanda pamoja na manukato kufuatana na desturi ya Wayahudi. Mahali hapo aliposulubiwa Yesu palikuwa na bustani. Bwana asifiwe sana. Palikuwa nini? Bustani. Manemane hii ilikuwa inaashiria tu bila Yesu atakavyoteswa. Na same tukienda kitabu cha Mark, angalia Mark chapter 15 verse 23. Mark 15 verse 28, tuangalie 23. Mark 15 verse 23. Tuangalie hiyo then tutakuwa tunamaliza. Mark 15 verse 23. Nasema hivi, wakampa mvinyo iliyotiwa manemane. Na Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa amesulubishwa hapo, waliweka mvinyo ambao ulikuwa umetiwa manemane. Wakamsulubisha, wakagawa mavazi yake, wakayapigia kura kila mtu. Rudia hapo mahali pia umesoma. Mark 15 verse 23. Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane. Wasiipokee. Hiyo neno wasiipokee ulikuwa umeruka. Wasiipokee huko umesoma. Hebu soma vizuri. Wakampa mvinyo walioitia manemane. Wakampa mvinyo ambao ulitiwa manemane. Asipokee. Na Yesu hakuipokea. Wakamsulubisha, wakagawana mavazi yake. Na wakamsulubisha, wakagawana mavazi yake. Wakampigia kura kila mtu atwae nini. Wakapigia mtu kura kila mtu kwa mia hapo. Bwana asifiwe sana. Sikia. Hii ambaye ilikuwa hapa walikuwa wamemwandaa na hii manemane kwa ajili ya mazishi yake. Na leo nimekuja kutangaza ya kwamba wakati walipomwandaa wakampatia zile zawadi zilikuwa na maana yake. Yesu alikuwa anaandaliwa kwa ajili ya mambo yatakayotendeka. Na leo hii nimekuja kutangaza anapozaliwa ndani mwako Bwana anakuandaa kwa kila kitu. Hautabaki bila kujua. Hata mwisho wako anajua. Bila ambalo unastahili kuwa nalyo. Shetani ana uwezo, anakupea mpaka mwisho bila ambalo unastahili kuwa nalyo. Bwana asifiwe sana. Nimetangaza kwa jina la Yesu ya kwamba mfalme alizaliwa kwa ajili yangu na wewe, tukaweze kuwa wafalme, tukaweze kuwa wafalme, tukaweze kuwa wafalme. Dhahabu na silva ni zetu, maana Yesu alizaliwa kwa ajili ya maisha yetu. Leo ninatangaza umeinuliwa, umeinuliwa. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, maana yeye ni mfalme aliye ndani mwako. Yewe unapokea dhahabu, maana aliye ndani mwako alipokea dhahabu. Wewe ndani mwako unapokea marashi, maana aliye ndani mwako alipewa marashi. Na ukatoli yako maisha ni yetu. Bwana ako pamoja na sisi anapozaliwa. Bwana asifiwe sana. Nachukia watu ambao hajui kwamba Mungu anasema nini ndani ya maisha yako. Bwana akisema amesema, Bwana akikuandaa amekuandaa, Bwana akiongea ameongea. Binadamu hana uwezo wa kuongea kinyume na wewe, maana Bwana amesema. Mungu wetu amesema ya kwamba mimi ni mfalme, wewe ni mfalme, wewe ni umeinuliwa, mimi nimeinuliwa. Nastahili kupata marashi, unastahili kuwa na marashi, unastahili kukaa vizuri, mavazi yake yanapigiwa kura.
sarakasi yote ambayo imetulia hii inabaki hapa, inabaki 2025 mwaka unaokuja. Yesu amezaliwa ndani mwangu, ninaenda viwango, ninaenda viwango, ninatembea mataifa, ninatembea mataifa, ninatembea mataifa. Sitabaki hapa maana nimeinuliwa, sitabaki hapa maana Bwana yuko na mimi. Pea mwenzako high five, mwambie Bwana nakupenda. Mwambie Bwana nakupenda, mwambie Bwana nakupenda, mwambie Bwana nakupenda. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Kama umekuja hapa na unakaa kana kwamba mwenye anaenda kufa kesho, nimekuja nikutangazia uhai. Hautakufa. Hata kama unatamani kufa, hautakufa. Utafika 2026 uone makuu ya Bwana. Utafika mwaka ujao uone vile Mungu amekusudia. Na ninamashia watu hapa ya kwamba utabaki vile ulivyo. Walio wagonjwa maraba, basi pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea neema ya Bwana, pokea kuinuliwa na Bwana, pokea nguvu ya Bwana, pokea neema za Bwana, pokea siku ya leo, pokea neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Amezaliwa, amezaliwa, amezaliwa na vyote vilivyokuwa vimekufa amevifufua, vilivyokuwa vimefichika amevionyesha. Waliokuwa wamekalia wanalieta, waliokuwa wamelitoroka wanalitafuta, na wao wakulilalia wanaenda kulilalia, wala wao hawakuoni kitu watalimali kitu, wala wao hawakulilalia watalilalia. Tangaza, tangaza kwa yama Afrika vyetu liyo tena in the name of Jesus. Nimekataa kufinyiliwa. Natangaza neema ya Mwenyezi Mungu ya kwamba sibaki mahali hapa. Tangaza ya kwamba sibaki, tangaza ya kwamba sibaki, tangaza ya kwamba sibaki, tangaza ya kwamba sibaki. Kikao seke bebebebebebebe. Sikia, uko hapa unajidharau na huoni kama utaenda, kama uko chini ya neema hii utaenda, utaenda. Wakati wakubali utaenda, wakufikiria utaenda, wakufikiria utaenda. Hata kama umekuwa utaenda. Pesa ni sehemu yako, maana unapokubalia hayo. Pesa ni sehemu yako, maana Bwana anakuinua wewe. Ila sauti yako tangaza Bwana hii ya kwamba ninapokea dhahabu, ninapokea dhahabu, ninapokea ukuu, ninapokea ufalme. Wakati Yesu amezaliwa ndani mwangu, ya kwamba sitabaki kuinuliwa tena. Tangaza Bwana hii ya kwamba sehemu zingine Mungu anatupeleka hatutapaki kuinuliwa tena. Tangaza ndani ya maisha yako, watoto wako unaozaa si watoto lakini wafalme, ni wafalme. Watafika mahali ambapo haukufika, watafanya yale ambayo haukufanya. Tangaza, tangaza kama wewe ni kijana maraba,